We can't tell. We don't know. But maybe from the view I have in political ways, whatever Gachagua said seems to be the truth. Give it time. Lazima itafanyika. Like this one. Vitu mingi Gachagua started saying Sifuna utafukuzwa. Amefukuzwa. Alimwambia wakiwa kanisani mahali fulani hivi Sifuna amefukuzwa. And there's something else that people don't know. Hello guys, good morning, good afternoon, good evening from wherever you are watching us from. Mimi naitwa Mr. Tenda Wema from Wings Studios. Na leo hii niko na mwenzangu hapa, mgeni mmoja mkubwa sana. Wacha jitambulishe ili tuweze kuendelea mbele. Mwanzo BR in the building. Kamoja. So guys, a lot of things has been happening and today we are going to talk about politics. And this politics we are talking about ni mambo ambayo yamekuwa yakihappen. Actually, it has been happening before. Na sasa imekuwa serious about the one and only mimi ndiye nani? Mimi ndiye Sifuna. Former SG ODM party. Yeah. Yes. So Sifuna amekaa sacked kukuwa the SG of ODM. Yes. So we want to see who is right and who is wrong. Where did this thing started from? You getting? Yes, sir. You getting? Yeah. So this thing of sacking Sifuna didn't start yesterday. Now Sifuna was given the powers by the boss. And who was the boss? Baba. Baba, right? Ni kweli. Sure. Yeah. So kitambo Baba alisema hivi. But before tuende kwa Baba, just listen to this video of the introduction of the one and only Sifuna. Listen to this one. Mimi ndio Sifuna, katibu mkuu wa chama cha ODM, seneta wa Nairobi na naibu kiranja wa walio wachache pale kwenye Senate. Zaidi ya yote, mimi ni kijana wa baba. Listen to this one. Yes. So kitambo Baba alisemanga hivi. Baba alisema kama Sifuna ameongea, ako na haki ya kuongea. Ako na haki ya kuongea. Kama wewe unatofautiana na yeye kwa maoni, sema yako. Sema yako. Sio ndio demokrasia? Mimi sijasema ati mimi usiongee kwa chama namna hii. Sema hata kama unaona Baba anafanya makosa, sema. Baba alisema everybody is allowed to democracy. And Sifuna is the spokesperson of ODM. Whatever Sifuna says, it's the stand of ODM as a party. That's during the time broad-based government ilikuwa ishakuwa formed, and Sifuna partly alikuwa na speak against the broad-based government. Okay. So partly people felt like Sifuna is betraying the party's decision. But on the other hand, Baba defended Sifuna akisema Sifuna has a right to democracy because he's the spokesperson. Okay, as an individual, Sifuna anasimama mahali popote as an individual. And two, Sifuna as the spokesperson of ODM, whatever he speaks, can make it's the stand of ODM as a party. Okay. Yes. So, which means Sifuna alikuwa amepewa powers na the party leader, the party was leader. Baba. The former party leader. Yes. And things escalated. Hapo mbele venye tuliendelea kwenda mbele, mambo ilikuja ikasonga, Sifuna wakashikana na Babu, mambo ikakuwa mingi After Baba died. Yeah, after Baba died. Yes. Then Sifuna wakakuja wakakutana. Gachagua said this thing. Chama imeuzwa kwa Kasongo. Actually used Kasongo. Actually that's what he said. Yes. Chama imeuzwa. And Junet na Gladys Wanga washachukua deposit. Yes. Was it true? We can't tell. We don't know. But maybe from the view I have in political ways, whatever Gachagua said seems to be the truth. Give it time. Lazima itafanyika.
like this one. Vitu mingi Gachagua started saying Sifuna utafukuzwa. Amefukuzwa. Alimwambia wakiwa kanisani mahali fulani hivi, Sifuna amefukuzwa. And there's something else that people don't know. Hii utafungwa wapi? And tukiangalia our president wakiwa pale kwa mazishi ya the late Raila Amolo Odinga. Yes. Alimwambianga Sifuna kitu moja. Alimwambia kwamba peleke mambo pole pole. When you are talking about my things, make sure umefikiria first, because he's part of the founders of ODM as a party. Yes. Ebu listen to this video ya Gachagua and the president. Hiyo chama Kasongo atakufukuza. Atakufukuza. Because wao wanasema one time na yeye anataka kurudi. Akichanunua hiyo chama atoe pesa. Siku ya delegates conference atahonga kila mtu. Mimi nilidhani hawezi kunitoa. Maseneta walipewa kila mtu 10 million. MPs kila mtu 5 million. Wakaharibika vichwa. Wewe Sifuna, wewe ngangana. Tungetaka usurvive huko ndio ODM ikuwe part of us. Gachagua and the president. Wakati unaongea mambo yangu Sifuna, ujue mimi ndio mwanzilishi wa ODM. So naenda polepole kidogo. Yes. Sisi ndio tulianza hii kitu. Ama namna gani? Na unajua So reason ni gani ya kutolewa kwa Sifuna? Reason ni gani ya kutolewa kwa Sifuna? Hata wewe ukiangalia like Sifuna amekuwa the Secretary General for a long period of time. For 8 good years. Yes, 8 good years. And has been loyal, has been very loyal to the party. Na mambo mingi yamekuwa yakionekana kwa party, watu wanaenda kwa hii chama ingine, watu wameenda kwa broad based, watu wamepewa kazi pale. Yeye amestand firm. And kitu chenye wanastandia firm according na yeye na watu wengine wenye wanasema ni kwamba wao hawakuwa wanataka kuungana na chama. Kwa sababu gani? Chama ya let's say broad based. Hawakuwa wanataka kuingia kwa broad based kabisa. Kwa sababu gani? Okay. Let me make this clear. Sifuna was okay with broad based. But the agreement that Raila and Ruto signed, mwenye aliandika ni Sifuna. Yeah, sure. The agreement of the broad-based government. So the next 5 years. Sifuna, actually it was not in the next 5 years. The agreement of the broad-based government is supposed to expire next month. Mwezi wa 3. If 2026. If Ruto's government doesn't keep their end of the deal, the 10 points agendas, which ukiangalia from a review, the Ruto's government has not kept what they had agreed with the ODM. Yeah, sure. The only thing they kept ni kupeana kazi. Empower youths actually. That is the only thing that they have done. Yeah. But zingine mingi ukiangalia hawajafanya. So Sifuna knows the agreement like the back of his hand. Because yeye ndo aliandika. So the broad-based government, generally Sifuna was advocating for it. Yeah. But at the end of what Sifuna is doing or not doing, he's not supporting Ruto. That's the only thing he's not. He was doing what he was instructed to do with Baba. By the boss. So I think the mistake of Sifuna is not supporting Ruto. I think from my view, the mistake yake ni not supporting Ruto. If Sifuna would have been supporting Ruto as we speak today, Sifuna bado angekuwa ameshikilia kiti yake. Angekuwa kwa Secretary General. Kwa the Secretary General of ODM. But since anaenda matanga mikutano hapa na pale and he shouts very loud one time. You know, actually ukisikiza hiyo video yenye tumekuwekea hapo nyuma ya Gachagua, the former deputy president, alikuwa anasema kwamba the only thing that will make you lose this seat ni kusema one term. Ukisema one term na the president anataka 2 term, lazima atakufurusha. And 2, the president himself alisema as part of the founder members of ODM, when he asked Sifuna to take things slow, he also mentioned if you don't,
Ndaita mkutano our founders of ODM. Actually he said to discipline. Yeah. Na unajua ukinisukuma sana nitaitisha mkutano ya founder members ya ODM. Si ndio? Na unajua tukiitisha hiyo mkutano tunaweza kufanyia discipline sisi ambao tulianza chama. Si ndio? So twendeni mosmos. The discipline is here now. So Kenyan politics. So the reason ya kutolewa ni gani? Let's listen first to this video yenye the now acting secretary general alikuwa anasoma jana. Anasema the reason ya kufurusha kwake ni gani? Party discipline and leadership. The NEC expressed grave concern over the rising levels of indiscipline within the party, particularly at the senior leadership level. The committee underscored that ODM is governed by its constitution, the rule of law, and collective decision-making through its duly constituted organs. Having deliberated on matters relating to the conduct of the Secretary General, Senator Edwin Sifuna, the NEC resolved to remove him from office with immediate effect in accordance with the party constitution and applicable laws. Yes. So, Benjamin amesema kwamba the reason ya kufurushwa, ya kutolewa kama Secretary General ni misconduct. Misconduct, disrespect to the party leader. Who is the party leader of ODM right now? Oburu Oginga Odinga. So does it mean that Sifuna alikuwa anamdisrespect? Right. So partly I don't feel like Sifuna amekosea party leader. And there's a clip circulating that Oburu is saying that you can't be an official party member, you're an official party member, yeah, but you are going ukisirculate ukiongea things that are the opposite of what the party is saying. Okay. So partly Oburu was saying, in as much as a Kenyan citizen, you are entitled to democracy, as a party official, you should not speak the opposite of the standing of the party. But my question is, earlier Baba said this, Sifuna is entitled to democracy. The rights. In atakama ana whatever is saying, whatever Baba is saying is what is against someone's mentality or beliefs za mtu. Baba allowed people in the party to speak their mind because it's their democratic right. Yeah. But Oburu, on the other hand, is against a party official speaking their mind. Is actually saying, as a party official, unafaa kuleta agenda yako, for the party officials, they discuss it, and then the majority will take. So if you are in the minority, you have no say. Actually, you are not even supposed to speak your mind out there. So maybe I don't feel like Sifuna is really ali disrespect or he went against the party's standings. Because as Sifuna says, Baba ndo mwalimu wake. Sure. So Sifuna is saying what he was taught by Baba. And he is speaking truthfully because I remember Sifuna saying that Baba hakutrain cowards. Yes. You must speak your mind out and you must speak lazima uongee na ujasiri. Yeah, With courage. Lazima uongee nayo. Sababu if you just fear something, it means that you are violating the rights za hao watu wengine. Ukiogopa kusema abductions ziko, inaonyesha kwamba unazisupport ziendelee mbele ili watu wengine waendelee kumalizwa. Yes. And Babu Wino actually said this yesterday. No, this morning. Akasema aje watu Sifuna ametolewa kwa sababu ya kusema ukweli. Kwa sababu ameanza kuenda rallies za preach peace
na kusema na one term. Actually, na one term. So that's the reason as to why Sifuna ametolewa. Hii mambo mengine yenye watu wanasema he has been disrespectful to the party leader, alafu ameviolate the laws of the constitution of the party. Hizo ni vitu za ajabu tu. You know, my question is, Sifuna was the Secretary General. Exactly. And as a Secretary General, wewe ndio unajua constitution ya party. Chama. Yes. Kutoka juu mpaka chini. So there's no way unaweza sema he was against the party's constitution. No. And I think Sifuna is not stupid because ameitisha press. Na amesema the matter will be handled in court. Sure. So because Sifuna knows the party's constitution inside and out. Na kumtoa as the Secretary General, it doesn't mean that wamemtoa kwa chama. Yeah. He still means to be is actually a member of ODM. The sitting ya NDC, it's supposed to be held, I don't know, next month or when. Sifuna will sit in that meeting because he's a party member. Yeah, sure. He has the right to sit in that meeting. Exactly. And elect the party officials. Yeah. ODM wamejitoa kwa Azimio la Umoja. Yes. Reason as to why? You know, hawataki hiyo coalition tena. I don't know if it's right to say this. We can see where the official members wa ODM wanatupeleka. Yeah. Because wanaimba tuta. Kila mtu. And Azimio la Umoja inaimba wenye walikuwa Azimio ilikuwa opposition coalition. Yeah. And uwezi niambia ODM watakuwa kwa opposition coalition na the wanaimba tuta. So itabidi wamejidismiss from Azimio so that waimbe tuta. Yes. Listen to this video. Yenye wanasema kwamba wamejitoa katika hiyo coalition na ODM inajisimamia na wako katika broad-based government. Azimio la Umoja, One Kenya, that is Agenda 4. The NEC reviewed recent developments within the Azimio la Umoja, One Kenya coalition. It noted with concern that certain erstwhile coalition partners have acted in violation of the deed of agreement that established the coalition. In light of these sustained breaches, and in order to safeguard the integrity, autonomy, and strategic direction of ODM, the NEC resolved to initiate the formal process of withdrawal from the Azimio la Umoja One Kenya coalition in accordance with the applicable legal and constitutional provisions. Okay. So, Junet Mohamed amesema kwamba ODM imepiga hatua moja kubwa sana. Hatua moja kubwa sana. Moja ni kumtoa aliyekuwa Secretary General ambaye ni Edwin Sifuna. Na namba 2 ni kujitoa katika coalition ya Azimio la Umoja. Kwanza sikiza hii video. Chama yetu imefanya resolutions kubwa sana. Moja yao ikiwa kuondoka katika Azimio coalition. Nyingine kuondoa ofisini Secretary General wetu. Okay. So it shows that Sifuna kukua katika chama na kukua Secretary General ilikuwa kizuizi kikubwa sana kwa watu wengine. You know, what I feel, Sifuna is someone you should admire. Sure. You can meet very few individuals when you are as courageous as Sifuna. Yeah. True. Sifuna ni ule mtu mwenye alikuwa anasimama kwa podium and lecture hadi president. Kila mtu from A to Z anasema mambo yake ya ukweli. To me I feel like Junet okay, to hiyo part ya kutoa Sifuna, it's an achievement kwa watu wengine, because to them they are supporting the government of the day fully.
And Sifuna's the party who was the party secretary general was not supporting the government of the day. Yeah. You know, it's so hard kuja kuambia president sisi kama ODM we are supporting you when your SG akiwa huko nje a support the president. So you know the president himself ataanza kuwa doubt. Nyinyi watu ni kama mnadanga Mnanicheza. So for them to sack Sifuna from that docket, Ndio waingie. it's an achievement. It's an achievement. Yeah. But on the other hand, it's not an achievement. Because wameleta division in the party. Because if you ask Kenyans, kila mtu akona different View opinion yake. Kuna mtu anasema no Sifuna, no ODM. No ODM. Kuna mwingine anasema wamefanya Vizuri. wamefanya fit. Yeah, most Kenyans, kuna wengine walikuwa wanasema kwamba Sifuna amekuwa akijipiga kifua, amekuwa akidisrespect Oburu Odinga, amekuwa akienda kwa rallies without the consent of Oburu Odinga, the party leader. And some of the other people wamekuwa wakisema kwamba kama mkifukuza Sifuna, that's the end of ODM. So which means kuna watu fulani, kuna ile that gang ya Sifuna, this Babu Wino, this Ososi and Winnie Odinga and some of the people there, which means Sifuna kama ametolewa, it shows that hawa watu wote bado wanajitenga na hao wengine. So it shows that ODM imesplit. Just two parties. Chungwa kuna the whole part actually I had somewhere says the ODM is split into three parts. Kuna watu, you know, ODM in full stands Orange Democratic Movement. Oh, ODM movement, yes. Movement. Yeah. So kuna wale wamebaki ile party ya Orange. Hao wamebaki na rangi tu. So ile party ya kina Sifuna wako ni ya D. Democratic. They stand for democracy. Exactly. Whereby every member is entitled to democracy. Every member is entitled to their democratic rights. Yeah. And then wakazamia party ingine ya M yenye ni movement. So kuna watu wana mtaratara. So where do we see ODM after this? Unajua, this is a very big split, and the strongholds wa ODM like Babu Wino and Sifuna wamesonga kando. Alafu hao wengine wenye wanaimba two term pia wako kando. Is it now the rebirth or the death of ODM? You know, saizi tuko 2026. In like 1 year and some few months, we are getting into the general election. Yeah. Saizi it's very hard to tell because a lot of parties, they are now breaking and reforming so that come 2027, they'll be strong. But to me, I'm sorry to say this, I felt like ODM died when Baba died. Because growing up, whenever I used to see an orange team or an orange campaign, I used to see Baba. He was the strong one. Baba was ODM. And it's very unfortunate. It's not even a year since Baba died. And partly we see the split with kwa party yake. Actually, this split ilianza before he was even buried. Sure. During his burial, uliona tu Sifuna ako side yake, wakina Wanga wako side yao. So you could easily tell up if things are not okay. And so far, I don't feel kama kuna change that maybe you can say ODM says it's strong. Maybe from the way I view things, ODM partly generally iko split. Yeah. Sasa it's high time we are just sitting and watching tuone ODM gani ndio itakuwa stronger kuliko ingine. Because sasa kuna hii side ya kina Sifuna na ya kina Oburu. So kuna watu wanasema kwamba the greatest mistake ODM did ni kuweka Oburu as the party leader. You know, when Oburu was nominated as the party leader, actually, if I'm not so wrong, he was nominated as the acting party leader. Party leader. Yeah, sure.
So to me, you know, Baba left a very big gap. Very big gap. Yeah. And I don't know if there's a person mwenye anaweza fit In that gap. You know, like maybe Unajua waliona like Oburu Odinga is the brother and is the eldest person kwa hiyo crew yote ya ODM. So akasema since hiki kitu iko nyumbani, wacha tumpe huyu jamaa at least ashikilie before we elect. And being the elder here, we're gonna give directions and atapeana na hizi vitu zingine ndogo kama advices hapa na pale before we get the real party leader. So most of the people wamekuwa wakisema the only mistake ODM did ni kuweka Oburu Odinga as the party leader. Hata kama wangeweka Ida Odinga wamwachie chama Iran. And now the problem is Ida is not a politician. Ida is not a politician. Yeah. That's the problem. But partly, you know, I do agree with those people you wanasema it was a mistake. Yeah. Because you know, ODM is a democratic party. ODM ilikuwa ile party inasikiza wananchi. This is what the people want. This is what you are giving them. And I don't think if Oburu is doing that. Oburu is actually listening to the officials of the party. So I think for Oburu to be a good leader to ODM, he should listen to the citizen. He should listen to the ODM members. Yeah, sure. The local mwananchi. Hao ndio wanaweza peana the correct directive ya ODM. If he doesn't listen to those people at the grassroots, ODM is good as dead. Yeah. Yes. And that's why Orengo said juzi tu alisema kwamba no Sifuna, no ODM. Just listen to this video. Na kijana shupavu ambao ni boss yangu katika chama cha ODM, Edwin Sifuna, Secretary General. Nasema kwamba kama hamna Sifuna, kama hamna Ososi, hakuna chama cha ODM halisi. Chama cha ODM halisi inataka viongozi kama Ososi na Sifuna. Yeah, so we don't know if it's the truth that no Sifuna, no Ososi, no ODM, but we're gonna see. Tunangoja tuone like these two parties ya Oburu Odinga ya Sifuna ni gani itakuwa strong na ODM iko na mwelekeo gani? Yeah. So what are we supposed to do? Sisi kama vijana, actually right now the youth has the highest number ya kupiga kura. So what are we supposed to do? Shika kura yako bwana. Shika kura yako. Wewe kama ni mtu wa 2 term, shika kura yako. Kama ni wewe ni mtu wa 1 term, shika kura yako. Sikia venye Oburu Odinga anasema. Bila wewe kuwa na hiyo kura, wewe ni kama mwanamume ambaye hana moto ya kupatia mwanamke mimba. Anasema kwamba umesikia venye amesema like kama hauna kura wewe ni kama mwanaume mwenye hawezi akona mwanamke lakini hawezi mzalisha. Unaona? So there's no need useme siwezi piga kura kwa sababu tuta itachukua. Which means there's no need useme sitapiga kura kwa sababu one time itachukua. Wewe kama hujapiga kura, it means umepiga kura, umepea the ruling party yenye itakuwa ina rule, umeipea tu kazi rahisi ya kuingia katika uongozini tena. So that's according to me. What will be your last words? My last words ni stay vigilant, stay peaceful, tupendane, let's be tribeless. Lastly, chukueni idea and chukueni kura. Exactly. Because bila kura you can't dictate. At least na kura yako uko na sauti. Use your vote to decide your tomorrow. Mr. Tenda Wema here kama kawaida. Until next time, we're gonna bring you another intriguing conversation. Kaa na Mungu wakati wote na mjue kwamba ndoto nazo lazima tutimize.
Kenya.